Kuna taarifa ambazo zilikuwa zinasambazwa kwa kasi sana mitandaoni zikimhusisha nguli wa muziki wa Bongo Flava ambaye si mwingine bali ni Diamond Platnumz. As you know, ni ambassador wa kinywaji cha soda maarufu sana hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, duniani kote kwa ujumla. Nazungumzia Pepsi, la yeye amebase sana ukanda huu wa East Africa. So yeye ni ambassador kwa upande huu wa East Africa, Pepsi, right? Lakini pia ni ambassador wa ile ni bia Serengeti. Sasa baada ya mambo kutokea hapa katikati Oktoba 29, nadhani unajua kile ambacho kilitokea. Baadhi ya watu wakaanza kumwattack Diamond, baadhi ya mashabiki wakaanza kumchukia Diamond. Kuna baadhi ya mashabiki zake wale kindakindaki kabisa ambao wana itikadi tofauti za kisiasa wakaanza kujitoa kumshabikia Diamond. Sasa sijui ni mmoja wapo au sio, lakini kuna wale wanaitwa royal fans, wao wakaendelea kubaki kumshabikia msanii wao Diamond. Lakini pia kuna wale ambao hawamshabiki Diamond wala hawaungani na upande wote ule wa kisiasa, so wao wameendelea kuwa katikati. Kwa hiyo kuna hayo makundi. Sasa wale watu ambao walikuwa wanamchukia Diamond na wakaanzisha mpaka kampeni ya kumunfollow kwa Instagram, japo naona followers zilipungua japo kwa uchache sana. Sasa hivi naona zimeongezeka. Kuna baadhi ya watu ambao walimunfollow, sasa hivi naona wamemfollow tena. Alafu kuna followers wapi wengine ambao naona wanazidi kuingia. So sasa hivi wale followers ambao wanaingia na wanaotoka, wanaoingia ni wengi zaidi kuliko wanaotoka. Kuna watu wakaanza kusambaza hizi habari kwamba Pepsi wamevunja mkataba wa Diamond Platnumz kuwa kama ambassador wao. Kuna wengine wakasema pia na Serengeti the same wameamua kuvunja mkataba wa Diamond Platnumz kuwa kama ambassador wao baada ya masekeseke hayo yote kutokea. So kuna hizo taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa kwa kasi sana mitandaoni, nami pia nilitulia kwa sababu nilikuwa sina jibu sahihi zaidi. Kuna wengine sijui waliedit pale kwenye biography kwamba Diamond kaondoa sijui kwamba yeye ni ambassador wa Pepsi. Lakini nimeona still bado ipo. Ukienda kwenye biography ile ya Diamond Platnumz kwenye ukurasa wake wa Instagram, utakuta bado ameweka ambassador for Serengeti beer pamoja na Pepsi Tanzania. Kwa utakuta bado ameweka. Sasa sijui hawa walichukulia vipi. Kikubwa zaidi ni kwamba siku ya jana akaamua kuwajibu watu kwa njia ambayo tunaita kisomi. Ni kama aliwajibu watu kisomi hivi. Baada ya kuposti, ilikuwa ni video akionyesha bango au ile billboard ya kwake yeye akiwa na kinywaji cha Pepsi ambalo liko mitaani. As you know, kuna yale mabango ambayo yako mitaani huko, sio? Hasa Tanzania hapa ndo pamechafuka zaidi zile billboard zenye picha zake. Kwa hiyo akaonyesha ile billboard ya tangazo la Pepsi ambalo yeye pia yupo. Hii inamaanisha kwamba bado ni ambassador wa Pepsi na bado yupo sana. So wale watu ambao mlikuwa mnahisi pengine Pepsi wameterminate contract na Diamond Platnumz, inabidi mjue kwamba sivyo hivyo. Hao ambao walikuwa wanasambaza taarifa hizo walikuwa wanasambaza taarifa za uongo, pengine kwa chuki zao binafsi na vitu vingine kama hivyo. Kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi zaidi siku ya jana, au kimewafariji watu wengi zaidi siku ya jana, ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliyoitoa bungeni jijini Dodoma siku ya jana. Kwanza kabisa aliwataka wabunge wasimame kuwaombea watu ambao wamepoteza maisha au walipoteza maisha Oktoba 29 kutokana na vurugu za hapa na pale au kashikashi za hapa na pale ambazo zilikuwepo. So akawataka wabunge wote wasimame na watu wote wasimame waliokuwa bungeni, wakasimama kwa kama dakika moja hivi kuombea ndugu zetu, wapendwa wetu, rafiki zetu ambao walipoteza maisha kutokana na zile vurugu. Hotuba yake kwa kusema kwamba amewasamehe vijana. Ziona kuna vijana ambao walikamatwa, wengine alisema kwamba huenda walikuwa wanafuata mkumbo tu. Akamtaka DPP afute mashtaka yao na waweze kuachiwa huru. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimewafariji watu wengi sana. Kwa sababu kuna watu ndugu zetu walikuwa huko. Tumuombe pia Nifa awe miongoni mwa hao ambao wataachiwa pamoja na watu wengine kadha wa kadha waachiwe. Leo nipo hapa kulitumia bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lililotokea hapa nchini
na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Mheshimiwa, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo niwasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao.